Liwa wate mechano emengi Wachandegete Watawatio wakonyi Watarere Waomoyo Watarere Waomoyo Vale nemechando Naende menge Nonye nendagera tiba watia wakulia Batarere Baekende Batarere Waomoyo Batarere Waomoyo Batarere Waekende Batarere Waomoyo Sae nanjete Omoyo bukurwa Sae nanjete Omoyo bukurwa Sae nanjete Omoyo bukurwa Sae nanjete Omoyo bukurwa Era nabali bakolera Era nabali bakolera Chitakana Era nabali bakolera Abarwaire Era nabali bakolera Abatakana Era nabali bakolera 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 Oh bakolera Era nabali bakolera Atinya maliga Era nabali bakolera Mtazamaji, karibu katika channel yetu ya Brother Rogers. Mimi naitwa Rogers Kaka Sungura. Leo hii tumetembea hadi kijiji cha Nyauno, wadi ya Bogiakumu, eneo bunge la Bonchari, kaunti ya Kisii. Na leo hii tumetembelea familia moja hapa ambayo itakuwa inatueleza maisha yao yako vipi. Ukiona hapa nina mwanadada, sio mwanadada tu, lakini bali ni mama. Ameolewa na hapa tuliko ndio mahali ameolewa. Nataka nimpe nafasi atuambie jina lake, anaitwa nani na maisha yake yamekuaje katika ndoa na mahali amefikia sasa, na maisha ya familia yake yako vipi, na tukiendelea kusonga mbele kwa masuala mengine. Karibu sana mami. Asante. Nataka uongee kwa sauti. Asante. Tueleza unaitwa nani, unaanza kwa jina lako, alafu unatueleza maisha yako katika hii familia. Mimi naitwa Masi Akini. Nimeoleka hapa Kisii. Mimi ni Mjaluo. Vile niliingia hapa nyumbani ni wapi? Ushago, mahali umetoka sasa umezaliwa? Siaya. Siaya. Ugunja. Ugunja. Kuna miaka mingapi? 24. Sasa hizi ndio umefika 24 years. Okay, karibu. Sasa vile tulipatana na huyo mzee wangu. Tulipatana mbali. Alafu akanitumia fare nikakuja. Wakati nilikuja mama yake sasa hakunipenda. Sasa kelele ikakua ndio ikafanya mzee wangu akakuja akajenga nyumba kama hii. Mbali hapa mlikutana ni wapi? Eldoret. Eldoret. Alikuwa anafanya kazi? Na wewe ulikuwa unafanya kazi Eldoret? Okay. Sasa nikatoka Eldoret nikaenda nyumbani. Kwenda nyumbani akanipigia simu, alitoka Eldoret ako Kisii. Nikamwambia ni sawa, kama unaweza nitumia transport nitumie nikuje. Nikakuja nikakaa wiki moja nikarudi nyumbani. Ule ulikuwa mwaka gani? 2021. 2021. Kwa hivyo hujakaa sana. 2021. Vile nilikuja nikakaa wiki moja nikarudi nyumbani. Alafu tena akaniambia
nataka tukukuje sasa tukae na wewe kabisa. Nikamwambia uliza wazazi kama wamekubali juu mimi ni Mjaluo, labda hawezi kunipenda. Akaniambia ameuliza wazazi. Kukuja nilipata kuuliza wazazi. Mzazi alianza kupiga kelele, ananitusi, hakuna amani. Vitu alikuwa ananifanyia mingi sana. Huyo mama yake. Sasa ikabidi mzee wangu akatoa mabati akakuja akajenga nyumba kama hii. Kabla hajajenga hapa mlikuwa mnaishi wapi? Tulikuwa tunaishi kwa mama yake. Kwa nyumba ya mama yake? Kwa jikoni. Kwa jikoni ya mama. Sasa hiyo kelele ilifanya akakuja akajenga nyumba juu. Hata ukitoka unapata mama amemwaga maji kwa kitanda. Kitanda ametoa amepeleka kwa nyumba yake. Sasa nikamwambia mzee kama unaweza pata mabati, jenga hata nyumba kadogo tuende tuishi huko. Sasa ndiyo ilifanya akajenga nyumba kama hii. Sasa kuna mahali alikuwa anafanya kazi. Alianza kuweka pesa ati atajenga nyumba kubwa akalima hapo. Alafu hao watu wakaanza fitina, akawacha. Familia yake pia tena. Familia yake ikaanza vitina au wazazi? Hao watu wenye walikuwa wanafanyia kazi. Okay. Wakaanza vitina, akawacha. Sasa kwa saa hii anaenda mjengo. Sasa mimi kitu yenye tu naomba mnisaidie niweke nyumba. Kidogo tu, watu mahali vitina ilianza ni mahali alikuwa anafanya kazi wakamwachisha kazi? Wakamwachisha kazi. Nyumbani kuna wazazi? Hapana. Wewe ni yatima? Hauna baba, hauna mama? Okay. Na shamba yenu mna ndugu hapa nyumbani? Ndugu wa mume wako sasa? Sasa mashemeji wako sasa, brothers in law. Wako wangapi? Wako vijana 6. Vijana 6. Na mzee wako ni wangapi katika familia? Wapili. Na hao wengine wako wapi sasa? Sasa wengine wako shule, juu bado ni wadogo. Mwingine ako hapa mwisho mkubwa anafanya kazi. Kwa hivyo tuseme sasa mzee ni kama yeye sasa ndio jicho la familia. Sababu yeye ndio wa pili. Na tunavyozungumza sasa mzee yuko wapi? Sasa ako Tao. Ako town? Anafanya nini? Alienda mjengo. Mungu alikujalia ukasoma shule? Nilifika 8. Standard 8. Ulipata marks ngapi? Nilipata 290. 290? We, kumbe ulikuwa clever. Na mzee alienda shule? Alifikia 8. Alifikia standard 8 na yeye? Sasa kufikia hapa mahali mko, uko na watoto? Wangapi? Wawili. Mmoja ako na miaka ngapi? Miaka 5. 5? Yuko wapi? Na huyu. Ako class? Ako PP1. Leo ni siku ya shule. Na ninamuona ako hapa nje, mbona kwenda shule? Alienda, mwalimu akamrudisha pesa. Pesa ya mwezi. Pesa ya mwezi? Shule gani? Ekerore. Ni primary ama academy? Primary. Wanalipa pesa ngapi kwa mwezi? 200. 200. Hiyo ni ya nini sasa? Mimi sasa sijui. Wanaambiwa tu ati mnafaa kulipa fees ya 200. So akaenda shule, akafukuzwa, akakosa 200 shillings. Sasa nikamwambia atoe uniform akae hapo nje, angoje babake akikuja ndio kesho anaweza enda. Sasa utarudi, nilikuwa na 200 hapa. Hii ni ya mtoto. Sijui kama amechelewa, tukimaliza kuongea mrudishe shuleni. Si ukilipa ni au mwezi wa 11? Na wafunge mpaka Januari tena sasa. Sasa utaenda umlipie hii. Tukimaliza hapa, either umpeleke shuleni leo ama umpeleke kesho umlipie. Mtoto ako PP1. PP1. Anapata marks ngapi? Nasikia kuna kuanga na exceed, kuna kuanga na wakati walifunga mara ya mwisho alifanya mtihani. Alifanyaje? Alifanya tu vizuri. Unajua hii masomo ya saa hii waandiki marks. Sasa huwezi jua mtoto akaje. Unaona tu mwalimu amemark tick. Kuna ile wanaandika exceed, meeting, excellent. Alipata gani sasa kwa hizo? Kwa hizo? Labda nikiangalia saa hii nimesahau. Ukiangalia? Toto unakumbuka ulipata gani? Hawezi jua. Lakini anaonekana ako sharp sana. Nilimuona ako very sharp. Tumeongea naye hapo dakika 2. Nikaona ako sharp sana. Sasa nyumba yenye uko nayo unataka kujenga nyumba ya rooms ngapi? Kwa sababu hizi nimeona hizi ni kidogo, hata hakuna mahali unaweka kiti.
Nataka kujenga nyumba rooms 2. Rooms 2. Sitting room, bedroom na store. Kufikia sasa umepata nini na nini? Kufikia sasa ni hizo miti tu yenye ziko hapo peke yake. Hizi tu hizi nimeona kwa hizi. Hauna mabati hata moja? Niko na mabati. Mabati ngapi? 24. 24. Kwa hivyo unahitaji ni ya mwenyewe? Oh, sawa. Sasa kwa hivyo tuseme hauna mabati kwa sababu nasikia wanasema hiyo ni ya mwenyewe. Haya, sasa unahitaji mabati, unahitaji misumari na unahitaji na miti, si ndio? Kuboma si utaweza? Nitaweza tu. Kuboma utaweza. Sasa hapa nyumbani unafanya kazi gani? Hakuna, ni kazi tu ya kukaa. Kwa sababu shamba naona ni kidogo, kutoka tu hapo chini mpaka hapa juu. Na hata sioni kama umepanda hata mahindi. Chakula unapataje? Hao watoto wanakula vipi? Sioni mahali umepanda mahindi, sioni mahali ni kamboga tu kidogo tu tusukuma, nimeona umepanda mahali hapa juu. Si ni kununua tu chakula. So mnategemea mzee kila kitu. Akitoka mjenga akikuja, anatengeneza pesa ngapi kwa siku kwa mfano? 400. So hiyo akikuja ndio mnanunua kila kitu. Kuna watu wanakutazama huko. Labda uwezi ukajua ni nani anatazama hii video. Unataka kumwambia nini? Mimi nataka kuambia watu wenye wananitazama wanisaidie. Wanisaidie nipate mabati, mti, mishumari, hata pesa ya fundi niweze kuweka nyumba kubwa. Wewe umejitolea kabisa, mnaishi na mzee? Mimi nimejitolea, naishi na yeye. Siwezi muacha juu wako hivi. Juu hata ukienda mahali huwezi beba mali ya kwenyu ukuje nayo mahali umeoleka. Wewe umekubali kufa tu naye. Na mtoto mwingine yuko wapi? Ulisema kuna watoto 2. Mwingine amelala, ni mdogo. Amelala? Si tungejua hatukujua kama uko na mtoto mdogo kabisa. Moja. Kuna mwezi mmoja? Wow. Uko na simu? Kuna namba ya simu Sawa. Tukimaliza tununulie mtoto Pampers. Sawa. Sasa huyo mtoto mko naye na miezi 2, ako wapi? Yuko kwa nyumba? Sawa. Sasa tukitembea tulikutafutia chakula kidogo. Tukuletee kama zawadi. Na kuna mtu anatazama huko nje, uweze ukajua Mungu atasema nini. Unajua sisi tunaweka tu na wale watu ni Mungu anawauza, wale wako pale nje. So tukakuletea zawadi kidogo. Tunataka tukupatie na vile tutaona vile tutashughulikia mtoto, tutatuambia anahitaji nini, kama ni Pampers, kama ni nini, alafu si uko na M-Pesa? Tutakutumia pesa kwa simu. Hebu nisaidie hiyo. Haya, tulikuletea hii, utatumia. Ni tissue. Alafu hii ni mafuta. Tungejua uko na mtoto mdogo tungeleta ile nyingine ya mtoto, lakini hatukujua kama uko na mtoto. Unatengenezanga mtoto strong. Naenda shule. Afu hii ni ya kupika. Usiekelee chini, sitashika nini. Kuna kitu tunaweza pata uwekelee. Wekelea hapo isishike nini. Na hii ya pili. Alafu pia hii mafuta tutatumia kupika chakula, tengenezea mtoto chakula. Alafu hii tutatumia kuwashia mtoto nguo. Na mzee akitoka mjengo unamwekea maji vizuri, anafanya nini? Anaoga. Haya. Tulisikia uko na mtoto sasa mwenye ako shule. Huyo ndio tulijua peke yake. Huyo ako PP2. PP1. Hii tulimletea atumie. Toto mambo? Umekunywa soda? Hii, hebu leta kikombe. Hii ni yako. Utamaliza? Haya, kikombe nikuwekea. Bas. Mtazamaji, umesikia historia chache ya huyu mama. Ni ndefu kwa maneno na ni chache kwa muda. Tunatumai Mungu atatujalia siku 2, 3, 4, wiki moja, mwezi, na Mungu akitujalia labda tutarudi hapa tena na labda kile Mungu atakuwa ametujalia. Tunakutakia mazuri
na ufanye bidii katika maisha. Hakuna lile ambalo ni gumu. Leo unaweza ukajiona uko chini, lakini kesho Mungu atakujalia. Na unaweza ukasema, kuna siku moja utaambia watu kwamba siku moja na mimi nilikuwa chini sana. Lakini mimi nikashikilia mzee wangu, tukatengeneza maisha pamoja. Nyinyi mko wachanga, maisha. Mzee ako kama miaka ngapi? Ako na 25. 25 years. Kumbe mko same age, miaka moja. Kwa hivyo tunatumai kwamba Mungu atawajalia. Na hakuna maisha ambayo yako permanent. Maisha hubadilika. Na pia kuna vitu vingi hubadilika. Kwa hivyo Mungu akitujalia, na hao watu ambao wanatutazama pale nje, Mungu akitujalia kwa njia moja au nyingine, tutarudi. So, 07 Nileta jina gani? Naitwa Dominic Osoro. Dominic Osoro. Nimekutumia 1000 na ya kutoa. Asante sana. Uende ununulie mtoto Pampers. Hiyo najua itamaliza kitu kama mwezi. Ni ile kubwa. Dominic Osoro. Sawa. Haya, tunataka tukuache tuende. Lakini Mungu akitujalia, kama Mungu atazungumza na wewe vile utakuwa unaomba kuanzia leo, tutarudi tena. Kwa hiyo hii video hata wewe pia uweke kwa maombi, ukilala ambia Mungu ile video ilitoka hapa ifanye jambo. Na tutarudi hapa tena. Asante sana. Haya, asante.